Moja ya kitu ambacho tunapaswa kumtaka Mungu na kumwomba Mungu kikamilifu ni mambo ya kiroho kuwa tabia na sio matukio. Kama kuna msaada tunahitaji kutoka kwa Mungu, ni kubadilishiwa mambo ya kiroho kutoka kwenye tukio na kuwa tabia. Changamoto tulizonazo wengi ni kwa sababu mambo ya kiroho yamekuwa ni matukio. Nitaomba kama tukio, nitafunga kama tukio, nitasoma neno kama tukio, nitasifu kama tukio, nitafanya mkesha kama tukio. Mambo ya kiroho yamehama kutoka kwenye uhalisia wa tabia na kuingia kwenye tukio. Kitu kikiwa ni tabia kina matokeo. Kitu kinachoweza kuleta matokeo kwenye maisha ya mtu ni tabia na sio tukio. Ukiwa unafanya vitu kwa matukio inakuwa ni mazoea, kwamba mara zote ikogo hivi, tukifanya hivi nakuaga hivi. Lakini kiuhalisia mambo ya kiroho yakiwa ni matukio, hatuwezi tukaona matokeo. Yakiwa ni tabia, tunaweza kuona matokeo. Mambo ya kiroho somewhat yako tofauti na mambo ya kimwili. Mambo ya kimwili ukiyachukulia yakawa tabia, unaenda kwa mazoea. Lakini mambo ya kiroho yakiwa ni tabia, yana matokeo, hayaleti mazoea. So leo tutaenda kujifunza namna gani ya kuchochea mambo ya kiroho yawe ni tabia badala ya kuwa matukio. Hatupaswi kuomba kwa matukio, hatupaswi kusoma neno kwa matukio, hatupaswi kufunga kwa matukio. Tunafanya kwa sababu kuna sababu zinatusukuma nyuma. No, inapaswa kuwa mfumo wetu wa maisha, inapaswa kuwa ni tabia yetu ya kila siku. Na utanielewa tu wakati naendelea. Kwa wakati huo, kwa dakika chache, mwambie Mungu, nipe neema ya kulielewa neno lako, nipe neema ya kuelewa neno lako ndani ya moyo wangu. Nifunulie akili nilielewe neno lako. Fungua macho ya rohoni ili nipate ufunuo juu ya kile ambacho mtumishi anazungumza. Tuombe kwa dakika moja. Mungu, tunakushukuru. Asante kwa sababu unaenda kutufungua akili zetu. Ebolas riada sute manto ekapina fuda kate aluta kesua sentela kabado alala raia ushaame opalike skupra hafetatana juka talamon sia bahande orodobozia katoske prahavida ruska pantelia katolobos riabasite koska hamve talaga ruba chelia kaso semante. Mwambie Bwana Yesu, nipe mafunuo ya neno lako, nilielewe neno lako wakati mtumishi wako anaenda kuzungumza na mimi. Ambro haskevina katula badelia kato osatameno kupra havetana je kalaka jenglo kosime mantelagabo opra hazevina kosobro lefita karusa mantela dune manto liberase katalaba uzane kosime natu katela bado ruska petufata. Maana maandiko anasema Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo atupe roho ya hekima na ufunuo. Osia teli karuda masko rabetena, nipe roho ya hekima na ufunuo wakati ninapoenda kusikiliza maneno yako, yakazae matunda ndani yangu. Nimekataa kuwa moyo wa njia panda, nimekataa kuwa moyo wa kichaka, nimekataa kuwa moyo wa jiwe. Nikazae matunda 160 190, niwe moyo ambao ni udongo mzuri. Evrohos gatamo ruka pasite radia sose mante kalaga rosko tabe nifa katune jagadano murata kasize mantilabo rozia pande katuze masko finata ruba jeko rati amande orabadize lasko fradina je katasko pragadia. Mwambie tu Bwana, nipe moyo kulielewa neno lako, nipe moyo kulitambua neno lako. Maana maandiko anasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13, wakati mtume Paulo anaongea na liwali Sergio Paul, yule mchawi mmoja akawa anamjaza yule liwali moyo wa kutokulielewa neno la Mungu. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, kila hali ya kiganga na uchawi ndani ya moyo wa kutokulielewa neno la Mungu, I break that spirit in the name of Jesus, katika jina la Yesu Kristo. Kila hali inayozuia kuelewa neno la Mungu kwa ufasaha kama lilivyokusudiwa ndani ya moyo wangu, rupa kesute na kukemea adui ruska patina katarabadia. Ninaingia kwenye hali ya hewa ya kujifunza, ninaingia kwenye hali ya hewa ya kulielewa neno. moskatarabadeno ragadezota maskorabadia ropopokata majika kalakudre robosietamu rikaskopadina. Mwambie tu Bwana Yesu,
Tanua moyo wangu uweze kulibeba neno lako. Tanua moyo wangu uweze kulijaza neno lako. Tanua akili yangu iweze kujaza neno lako. Rabadesko manto zagadina ruba kasete bojagada ruza badiza marodos kapena wara rebo kozorune reska tabarino ando seke ratabasketa muska papone abobone kababane urabadina muruhustebina riba sute kante lagarina roska barina esho zala baria. Imekuwa hivyo, moyo wangu sasa ni kibebeo cha neno lako, kama maandiko yanavyosema ya kwamba moyoni mwangu nimeliweka neno lako. Nami moyo wangu Bwana wa majeshi ufanye kuwa hekalu wa neno lako, ufanye kuwa maskani ya neno lako, ufanye moyo wangu kuwa nyumba ya neno lako, ufanye moyo wangu kuwa hekalu la neno lako. Rebo satamane akasetoria daba. Nimekataa hali ya kuchanganywa na adui ndani ya moyo wangu. Nimekataa mvurugo wa adui ndani ya moyo wangu. Neno lako lina nafasi ndani ya moyo wangu. Neno lako ni chakula cha moyo wangu. Neno lako ni silaha ya maisha yangu. Neno lako ni taa ya njia zangu. Neno lako ni maji ya uzima. Neno lako ni nyundo. Neno lako ni upanga ukatao kuwili. Neno lako ni mafuta kwenye mifupa yangu. Rasete zabrahate kazina. Asante Roho Baba, ninakutukuza mwaminifu wa Israeli kwa maneno yako mazuri ambayo unaenda kusema na mimi saa hii, katika jina la Yesu. God bless you, God bless you, God bless you wherever you are. Mungu akubariki sana. Tunaenda kujifunza sasa maneno ya Mungu. Tuangalie mambo makubwa manne ambayo mambo hayo nikiyazingatia yanaenda kubadilisha mambo ya kiroho kutokuwa matukio na kuwa tabia kwenye maisha yangu. Mambo manne ambayo yatabadilisha mambo ya kiroho kuwa tabia na sio matukio kwenye maisha yangu. Mambo manne yatakayobadilisha hali yangu ya kiroho, mambo yangu ya kiroho kuwa tabia na sio matukio kwenye maisha yangu. Hasara ni pale ambapo mambo ya kiroho yanakuwa ni matukio na sio tabia. Jambo la kwanza, pointi ya kwanza inaitwa kumaanisha, nguvu ya kumaanisha. Kumaanisha ni nini? Kuwekeza akili, kuwekeza ufahamu, kuwekeza moyo na nguvu kwenye jambo fulani mpaka upate matokeo yaliyokusudiwa. Kumaanisha ni nini? Kuwekeza moyo, akili, ufahamu na nguvu kwenye jambo fulani mpaka upate matokeo yaliyokusudiwa. Naomba nisikilize, mtu wa Mungu. Kitabu cha Ezra sura ya 7 mstari wa 10, maandiko yanasema huyo Ezra aliuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Mungu. Aliuelekeza moyo kuitafuta sheria ya Mungu. Nini maana yake? Maana yake Ezra alimaanisha katika kulisoma neno. Ndio maana maandiko hapo kwenye huo mstari Biblia anasema kwamba Ezra aliuelekeza moyo wake kuitafuta sheria ya Bwana, akaitenda sheria ya Bwana, akawafundisha wengine sheria ya Bwana. Kama hujajifunza neno la Mungu, hujamaanisha kwa neno la Mungu, huwezi ukatenda. Matokeo ni matokeo ya kumaanisha. Naomba unielewe hiyo kauli. Matokeo ni matokeo ya kumaanisha. Ili uweze kuona matokeo juu ya jambo fulani, lazima uwe umemaanisha juu ya jambo hilo. Lazima uwe umewekeza moyo, umewekeza akili, umewekeza na ufahamu. Na nataka nikwambie, mambo ya kiroho kwa mtu ambaye hajamaanisha haiwezi akapata matokeo, na uwezi ukashindana na mtu aliyemaanisha. Kama mwenzako anaomba kwa kumaanisha, wewe uombi, huwezi ukapata matokeo. Kama mwenzako anasoma neno, wewe usomi, huwezi ukapata matokeo. Huwezi ukajilazimisha kusema chochote. Ndio changamoto ya mambo ya kiroho. Ujui, huna, hujafanya. Ndio changamoto ya mambo ya kiroho. So kei ya kwanza ni kumaanisha. Kitabu cha Mithali sura ya 16 mstari wa 20, maandiko yanasema atakaye litafakari neno. Nini maana ya kutafakari? What's the meaning of pondering? Meditating, thinking about, go deep, concentrate, search, try to find out what is within that subject. Kutafakari ni kuchukua hatua ya kuchunguza kitu kiundani mpaka upate maana yake. Umesikia kuhusu maombi, umesikia kuhusu neno, umesikia kuhusu mifungo, umesikia kuhusu zaka na sadaka, umesikia kuhusu mikesha. Kabla ya kuanza kuchukua hatua ya kufanya hicho kitu, dig deep, search, tafuta maana yake, na ujue kabisa matokeo ya kuomba ni nini, matokeo ya mfungo ni nini. Baada ya hapo utakuja kujipata unafanya kitu ambacho unaelewa nini maana yake. Sisemi ni vibaya kufanya kitu ambacho ukielewi, lakini kuna uwezekano wa kufikia matokeo yake na usione ya kwamba umefikia matokeo. Kwa sababu ili ukifanya kitu na ujue kwamba nimepata matokeo yake, lazima ukijue hicho kitu na ujue matokeo yake ni yapi. Kwa hiyo kanuni ya kwanza ni kumaanisha. Lazima umaanishe kutoka ndani ya moyo. Kitabu kile cha Zaburi sura ya 1 mstari wa 3. Mfalme Daudi anasemaje hapa kwenye Zaburi sura ya 1 mstari wa 3? Maandiko yanasema ya kwamba
Heri mtu yule asiyekwenda katika shauri la wasio haki, wala kuketi barazani pa wenye mizaa, wala kusimama katika njia ya wakosaji, bali sheria ya Bwana ndiyo mpendezao, na sheria yake huitafakari mchana na usiku. Neno tafakari, unawekeza nguvu. Tafakari, wekeza akili. Tafakari, wekeza ufahamu. Tafakari, wekeza moyo mpaka lilete matokeo kwenye maisha yako. Kwa hiyo jambo la kwanza la kutusaidia kubadilisha mambo ya kiroho kutoka kwenye matukio na kuwa tabia ni uwezo wa kumaanisha. Jambo la pili, kustahimili. Kustahimili ni nini? Na maana chache. Maana ya kwanza, kustahimili ni kuvumilia mchakato huku ukiwa unaelewa ni nini kinachofuata baada ya huo mchakato. Unastahimili maana yake unavumilia mchakato ukiwa unajua ya kwamba nini kinachofuata baada ya huo mchakato. Maandiko nasema kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari wa 2, Yesu alistahimili aibu, alistahimili msalaba na kuidharau aibu kwa ajili ya utukufu uliokuwa umewekwa mbele yake, naye ameketi mkono wa kuume wa Mungu wa nguvu. Anasema alistahimili aibu, alistahimili msalaba, akaidharau aibu kwa ajili ya utukufu uliowekwa mbele yake. Maana yake alikubali kuvumilia akiwa anajua ya kwamba baada ya haya mambo ninayoyafanya kuna kitu kikubwa kinakuja mbele. Kitabu kile cha Warumi sura ya 8 mstari wa 18, maandiko yanasema tutambue ya kwamba dhiki yetu ni ya muda mdogo. Dhiki yetu ni ya mdogo. For I reckon that the current suffering haifanani na utukufu unaokuja. Anasema na hesabu ya kwamba mateso ya wakati huu ni madogo kuliko utukufu ule unaokuja. Maana kustahimili kulipa gharama, kukubali kuwa tayari kujifunza, kukubali kutenga muda wa kuomba, ndio kubadilisha sasa mambo ya kiroho kutoka kwenye hali ya kuwa matukio na kuwa tabia. Kama uweze kustahimili utaishia njiani, kwa sababu maandiko yanasema kwenye kitabu cha Isaya sura ya 40 mstari wa 31, anasema wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. The secret is in the waiting upon the Lord. Siri ipo katika kumngoja Bwana. Unamsubiria Mungu, unakubali kwamba nafanya hichi kitu kwa sababu najua baada ya hapa Mungu yupo. It might be usione matokeo mwaka wako wa kwanza, mwaka wako wa pili, wa tatu, kulingana na vile Mungu anataka iwe, lakini nataka nikuhakikishie wamngojeao Bwana wanapata nguvu mpya. Wakati uone matokeo ya kile unachokifanya, ndio wakati unashuhudia nguvu mpya za kuendelea mbele katika maisha yako. Kwa ndio maandiko yanavyosema wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. So the secret of accumulating and collecting his power is within the waiting process. Nguvu ya kukusanya, yaani uwezo wa kukusanya nguvu, kujitwalia nguvu za Mungu ni katika zoezi la kusubiri. Kusubiri kwa namna gani? You keep praying, you keep reading, you keep meditating, you keep fasting, you keep doing what you're supposed to do. Hapo ndio maana ya kumsubiria Bwana. Wakati unaendelea kufanya, nataka nikuhakikishie that is an interest. Kuna nguvu mpya inazalishwa kwenye maisha yako. Jambo la tatu, la kwanza ni kumaanisha, la pili ni kustahimili, la tatu kuchukua hatua. My friend, kuchukua hatua ndio inatupelekea kuhama kutoka kwenye tukio na kuingia kwenye tabia. Janielewa? Kama kuna kitu unakijua, kwa mfano unafahamu kuomba ni muhimili wa maisha ya Mkristo, lakini haijawa tabia kwa sababu hujachukua hatua. Unafahamu kufunga ni moja ya mbinu ya kutusaidia kushinda yale mambo ambayo kwenye ulimwengu huu hayawezi kutatulika. Biblia inasema kitabu cha Mathayo 17:21, anasema namna hii haitoki ila kwa kusali na kufunga. Kwa kufunga ni it's a new dimension of God to deal with a new dimension of challenge. Oh my goodness, rupa kasite montakalimo ruabeskos kafita katelia gadamon. Kufunga ni kiwango kipya cha Mungu cha kushughulika na kiwango kipya cha changamoto kwako wewe, sio kwa Mungu. Kwangu mimi kufunga ni kiwango kipya cha Mungu cha kushughulika na changamoto mpya inayokuja kwenye maisha yangu. So jambo la tatu ni kuchukua hatua. Nehemia sura ya 1 mstari wa 4, Biblia inasema ukianzia mstari wa 2, wakati amesikia taarifa ya kwamba wale ndugu zake wamekuwa mateka, mji wa Bwana umebomolewa, Biblia inasema Nehemia akachukua hatua ya kufunga. Ona, baada ya pale ilikuwa ndo lifestyle ya Nehemia. Akawa ni mtu wa kufunga, mtu wa kuomba, ikawa ni tabia maisha yake.
Kwa kuna siri ipo katika kuchukua hatua. Kusoma kitabu cha Kutoka sura ya 3 kuanzia mstari wa 1 na kuendelea. Mungu alipomtokea Musa katika kijiti kilichokuwa kikiwaka moto, Musa akasema nitageuka, nitachukua hatua nione maono haya. Na Biblia inasema alipogeuka Mungu akasema naye. Kuna hatua unapaswa kuchukua ili Mungu aanze kujidhihirisha kwako, ili ile hali ya kiroho isiwe tena ni tukio, iwe ni tabia. Kuna hatua unapaswa kuchukua ili Mungu adhihirike kwako. Jambo la 4, kuendelea. Siri katika uendelevu, kuendelea mbele. Paulo anasema kwenye kitabu cha Filipi sura ya 3 mstari wa 12 mpaka 14, anasema si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu, no, ninakaza mwendo ili niweze kuifikia mede ya thawabu. Ninaendelea mbele, ninasahau mambo yaliyopita, nikitafakari naendelea mbele. Oh, the secret ipo katika kuendelea. Unapoendelea katika kuomba, unapoendelea katika kufunga, unapoendelea katika ibada, unapoendelea katika maombi, unapoendelea katika mikesha, ndio hapo unajipata mambo ya kiroho yanageuka kutoka kwenye hali ya kuwa tukio na kuwa tabia. Unapoendelea katika kila kitu unachokifanya kinageuka na kuwa tabia. Imagine unasoma neno mara kwa mara, ile hali ya kusoma neno inakuwa ni tabia, inatoka kwenye kiwango cha kushawishiwa na kitu fulani ili usome, bali inakuwa ni mfumo wako wa maisha. Tukio linashawishiwa na kitu, kuna uchochezi nyuma yake, lakini tabia sio kitu ambacho kina uchochezi nyuma yake. Tabia ni mfumo wa maisha ya mtu. Shalom. Zingatia hayo na Mungu atakugeuza na kuwa shujaa. Shalom.